Ndugu zangu wa Tanzania, naamini kila mmoja yuko poa. Nataka niwatafakarishe hapa kitu kwa haraka haraka sana. Kabla Mrisho Mpoto anko yake haijawekewa T, aliwahi kuongea kitu cha msingi sana huko nyuma. Yule bwana sijui nani kamuharibu, kwa sababu huko nyuma hakuwa hivyo. Aliwahi kusema neno moja, ukiona mambo ya kitoto yanafanywa na watoto, tunasema watoto wanacheza. Lakini ukiona mambo ya kitoto yanafanywa na mtu mzima, kuna walakini. Mungu akubariki sana waziri mkuu kwa fikra zako tundu hizi. Sasa kipindi Mnyika anatolewa bungeni kibabe na maneno ya karaha na marehemu Job Ndugai, Ndugai alijieleza kabisa wakati anafanya jambo lile lisilofaa kabisa. Akasema msinipime kwa sababu mimi nina cheti cha Mirembe. Hatukujali sana kwa sababu alitambulisha cheti chake cha Mirembe. Sasa leo tunapoona kuna mtu mwingine mwenye wadhifa mkubwa anaongea vitu visivyokuwa vya msingi alafu hajatambulisha cheti chake, kidogo tunapata shida kuamua yuko upande gani. Sasa nisiongee sana huko, na mimi wenye kuelewa hapo tutakuwa tumeelewana. Watanzania mmetafakarishwa kuhusiana na matukio ya utekaji, manyanyaso ya watu, kwamba ni michezo tu ambayo hamjiambiwa inachezwa na timu gani. Na mkatolewa mifano kwa mauaji ya Kibiti yaliyotokea. Kinachonisikitisha sio mazungumzo ya huyu, kwa sababu anajua anachokifanya kwa sababu ya tumbo lake na historia kubwa ya familia yake kwa miaka 50 ijayo. Lakini kinachonisikitisha mimi ni nyie mnaopiga makofi mbele ya uongo wa kishenzi mnaoambiwa, na mnashangilia kabisa, mnapiga makofi. Inatafakarisha sana. Hapa ndipo ninapoukumbuka mfano wa bwana Zimbwela. Zimbwela amewahi kutoa mfano mmoja, akasemaje, kuna bwana amewahi kutembelea duka lililokuwa likiuza ubongo wa binadamu. Alipofika pale akashangaa sana kukuta ubongo wa mzungu, mchina na wahindi una bei ya chini sana. Lakini ubongo wa mtu mweusi Mwafrika ambaye na sisi tumo wa Tanzania una bei ghali sana. Ilimtafakarisha sana, ikabidi arudi kuuliza, ni kwa nini ubongo wa mtu mweusi una bei ghali sana alafu hawa wa China na wazungu una bei nafuu sana? Yule bwana akasemaje, hizi bongo zote mbili za mabara na mataifa tofauti zina bei tofauti kwa sababu hawa wazungu wa China na Wahindi ubongo wao umetumika sana. Kwa hiyo ukiununua ni used. Kama ni memory card utakuta space imebaki ndogo sana. Lakini huu ubongo wa mtu mweusi ambao ndo sasa na sisi wa Tanzania tumo, ni kitu kipya kabisa. Yani ukichukua ni brand new. Kama umetumika ni kidogo sana kwenye salamu za muda mrefu, maneno ya kijinga, utani wa Simba na Yanga na vitu vingine kama hivyo. Sasa tutafakari, tunakubali kuendelea kuwa empty kwa kupiga makofi kwa vitu vya kudanganywa na mtu mwenye maslahi yake binafsi? Hebu niwaambieni kitu kimoja. Majengo ya serikali wanaokaa viongozi wakubwa, inasemekana yalitolewa kamera, Tundu Lissu akapigwa risasi. Nani alitoa kamera? Kuna watu wamepigiwa simu, njoo kituo cha polisi, wanafika njiani wanapotea. Enzi za kina Soka, enzi ya kina Beni saa 8, ukamatwaji wao na upoteaji wao. Bado mnatafakari kwamba ni michezo. Sasa ukisema michezo bila kusema ni timu gani imecheza, unataka kutafsiri vipi kwa kuwaaminisha Watanzania? Tuseme unataka kuaminisha kwamba vyombo vya usalama havihusiki. Ni sawa kabisa, havihusiki. Nani anahusika? Ni waharifu. Hao waharifu vyombo vya usalama vishagundua ni michezo. Wameshindwaje kuizuia michezo haramu? Mbona mmeweza kufungia video za ngono kwenye mitandao? Ni michezo mibaya ilikuwa ikiharibu maadili ya Watanzania na watoto wa Kitanzania. Mnashindwaje kuzuia hii inayotoa roho za Watanzania? Kama vitu vidogo tu ambavyo mwanamuziki labda akiimba lugha mbaya BASATA wanaweza kuzuia, hiki cha kutoa roho za Watanzania na kuteketeza, hata kama kinafanywa na hao mnaotaka kuwataja kwa mafumbo kwamba labda ni michezo ya Chadema wenyewe, kwa nini msiwakamate? Kwa nini waendelee kuchezea roho za watu kwa maslahi yao binafsi na nyie mnaijua hiyo michezo? Hivyo Watanzania kabisa mnaweza mkadanganywa kwa maneno mepesi kama haya ambayo hata mtoto wa kindagati anaweza akashtuka kwamba huu ni uongo. Hadithi za sungura na fisi, za tembo na sisimizi tulisimliwa utotoni ili tuweze kusinzia kipindi hicho. Na wewe leo unaipiga makofi hivi, kuna walakini.
Yawezekana sasa serikali inatakiwa itenge maeneo makubwa kwa ajili ya kujenga hospitali zenye mfano wa Mirembe nyingi zaidi. Nimewahi kusema kitu kimoja, msitake kuniaminisha kuwa ni hicho kwamba kwenye kundi la Watanzania zaidi ya milioni 60 yawezekana kabisa wanaojitambua ni milioni 2 tu, au hata milioni 2 wasifike kabisa, wakawa milioni. Kuendekeza ujinga wakati Mungu amekupa ubongo wa kutumia ni uenda wazimu ambao hautakuja kukutoka na utakuharibia kizazi chako cha leo na kesho. Kupiga makofi kwenye vitu vya kipumbafu sio. Kingine cha kuwashauri, enyi watawala, acheni kudanganya watu ambao wanajitambua kwa sasa hivi. Kila mwaka sekondari zinamwaga watoto, kila mwaka vyuo vikuu vinamwaga wasomi, kila mwaka vyuo na elimu zote Tanzania kuna wahitimu. Mtadanganya watu wa akili hizi mpaka lini? Mnakumbuka wasomi wanavyokuwa wengi na watu wanavyozidi kujitambua kwa shule hizi za kata, yatakuwa yale ya kina Kambona kipindi kile wakashindwa kuendelea kudanganywa na mwalimu. Acheni uongo wa kijinga, na Watanzania ujinga wenu mkubwa ni kuendelea kudanganyika na kukubali vitu vya kipuuzi, mnavikubali na kuvibariki. Wakuta jitu kabisa lina umri mkubwa linapiga makofi kwenye uongo. Alafu na anayeongea uongo anaongea kwa kituo kabisa, neno moja moja, afa anaangalia hivi. Arudi hivi. Anaongea uongo mwingine, mnapiga makofi. Tafakarini tu kitu kimoja, kwa utajiri tulionao na mamali yote tulionayo zaidi ya miaka 60 na mpaka leo, je, tunastahili kuwa hivi? Kuna mtu anaweza akasema serikali haiwezi kukuletea hela nyumbani. Nilishasema ni kweli kabisa, hakuna serikali ya kuletea hela nyumbani. Hata wangeingia Chadema hawatakuletea hela nyumbani. Lakini mmewahi kutafakari kwa nini nchi za Ulaya huko sijui wenye mashamba wenye nini wanatafuta cheap labor kutoka Afrika? Ni kwamba walishatengeneza viwanda vingi, vyote vimejaa wafanyakazi, watu wote wako busy. Unaweza ukaamka asubuhi unakuta hakuna mtu kwenye mitaa yote, watu wote wako makazini, mpaka wanatafuta wafanyakazi kutoka nje. Kwa nini? Kwa sababu serikali imetengeneza viwanda vingi, imewezesha makorokoro kibao. Sisi Tanzania kwa ardhi tulionao, nishasema kwenye kilimo, ukisema uweke viwanda, uchimbaji wa madini, serikali sawa ishabinafsisha baadhi ya migodi wanachimba wageni. Sio mbaya na waendelee kuwepo kwa sababu zipo sababu za kuwa hivyo. Lakini sisi je, hatuna sehemu ya serikali kuwa na mgodi wake wa dhahabu ambao itaajiri wa Tanzania wake? Tuna majiology wamesoma, tuna wataalamu wa miamba. Sisi ndio tuna bahati ya kuwa na mtaalamu wa masuala ya miamba hayo, akina Muongo wao. Lakini wana faida gani kwenye taifa? Serikali ikifanya makorokoro yote hayo, ikaweka matakataka mengi au maviwanda, ikaanzisha nini sijui makampuni madogo ya kufanya hiki na kile, kitakachotokea watu wote mtakuwa na kazi. Mkisha kuwa na kazi ndivyo hela mtakavyoipata. Sio kwamba itakuja bure, itakuja kwa mifumo iliyotengenezwa na serikali. Yako maeneo ya wazi serikali yashindwa hata kujenga maapartment ya kutosha watu wakapata nyumba za kupanga. Kwa kuna hela zinaingia serikalini, kukawa kuna wafanyakazi wa maeneo yale, na vitu viko vingi sana vya kufanya ambavyo tunaweza kufanya. Lakini kwa sababu mlishagaonekana nyie ni mazomboko, mabumunda, mnaweza mkadanganywa na mkajaa. Watu wanashangilia kwenye mikutano, mnapiga makofi tu kama zomboko. Endeleeni kuwa mazomboko. Angalau uonekane ulikufa, kuna historia yako iliandikwa. Kuna kitu uliwahi kuongea kuhusu taifa lako. Hebu fikiria unakuja kujulikana kwamba wewe ulikuwa mtu uliyekuwa unaunga mkono wenzako wakichinjwa. Sasa hizi imefikia hatua kuna watu na wengine wanajichukulia wanajiamlia mambo tu. Mtu anaamua kumchinja mwenzie, anaamua kumkata panga mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu vifaranga wa kwanza kunya wanapolala, mpaka jogoo alivyokunya sehemu ya kulala na vifaranga wakaona ni sawa. Kama wanaona serikali inapuuzia mauajiwaji ya kijinga, na wao wanaona kumbe na sisi tunaweza tukaua tukapata hela, mnatengeneza upuuzi kwa makofi mnayopiga wakati yakiongelewa maneno ya kipuuzi. Mungu wabariki wa Tanzania. Tujifunze kutumia bongo zetu na tuendelee kusubscribe Mkobe TV. Muwe na siku njema.